Ujumbe wetu wa leo ni je, ninafurahia injili kweli? Inatoka katika kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa 5, 11 hadi 13. Kwa hivyo, mtume Paulo alikuwa akiwauliza wale ambao wamepokea wokovu, akisema, umeokolewa kweli? Anauliza ikiwa kweli unajua tofauti kati ya dini na injili. Watu katika ulimwengu huu hawajui tofauti kati ya injili na dini. Hata wale wanaoenda kanisani hawajui tofauti kati ya dini na injili. Kwa sababu watu katika ulimwengu huu wanavutiwa tu na nini cha kukula na nini cha kuvaa. Na ni kwa sababu hawamwamini Mungu, wanafuata tu kile wanachokiona. Tatizo kubwa zaidi ni kwamba watu wanaosema wanaenda kanisani wanaishi sawa na watu katika dunia hii. Na kwa sababu hawajui injili ni nini, wanafikiri kwamba wanaweza kupokea wokovu ikiwa wataishi maisha ya bidii. Na Mungu aliumba wanadamu tu kwa mfano wake mwenyewe kama kiumbe wa kiroho, lakini watu hawajui hili. Na ndiyo sababu wanaomba sana ili kumuona Mungu machoni pao. Na ndiyo maana Biblia inasema kwamba kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila mtu ambaye ameanguka katika shida ya Mwanzo 3 hawezi kumuona Mungu wala kumjua Mungu. Hata hivyo, watu huenda kanisani kwa sababu wanajua injili ni nini na wanaendelea kuomba na kumuomba Mungu awaonyeshe. Na kwa sababu hawajui dhambi ya asili ni nini, wanafikiri kwamba wanaweza kupokea wokovu ikiwa wataishi maisha mazuri, na hawaelewi wakifikiri kwamba wanaweza kuokolewa ikiwa wako na wema. Na kwa sababu hiyo, watu huwekeza maisha yao katika vitu vibaya na vitu wanavyoviona. Na wanaweza kuonekana kama wanafanikiwa, lakini mwishowe wote wanashindwa kwa sababu wamenaswa na shida ya kimsingi. Na vivyo hivyo kwa wahudhuriaji wa kanisa, ingawa wanaishi na kuenda kanisani kwa bidii kwa sababu hawajui injili ni nini, na wanapoishi maisha ya kidini wanaishia kama wasioamini. Kwa hivyo, andiko la leo linauliza ikiwa unajua kweli maana ya wokovu. Na kwa watu wa Mungu wanaojua thamani ya injili na wanawekeza maisha yao huko. Maana ya injili pekee ni yule anayejua sababu kwa nini watu wanamhitaji Kristo pekee. Kwa sababu mtu ambaye alipaswa kuwa na Mungu alimwacha Mungu kwa kudanganywa na shetani. Ndiyo maana ikiwa wewe sababu kwa nini unahitaji injili, unaweza kupata suluhisho la maisha yako. Na ikiwa unafurahia injili pekee, macho ambayo utaona katika tukio hilo yataweza kubadilika. Na shida yako ya zamani, shida ya sasa na shida za baadaye, ndiye Kristo tayari ameyamaliza yote. Na ndiyo sababu, ikiwa Kristo atakuwa Bwana wako, na kwa sababu yeye ndiye suluhisho la shida zote, unaweza kupata majibu. Na ikiwa una shida, hata kama Kristo ndiye Bwana wako, basi kuna mpango wa Mungu. Na ikiwa unashikilia na kufurahia injili tu, basi macho unayoyaona watu yatabadilika.
Kila mtu anapaswa kujua injili sahihi na siri. Wengi wanakataa injili, lakini wale wapinzani ili kuokolewa wanaweza kumwamini Mungu na kisha kukiri katika jina la Yesu Kristo. Na miongoni mwao kuna wanafunzi ambao Mungu amewatayarisha. Na wanafunzi hawa ndio wanaojua ni nini shida halisi ya mwanadamu na suluhisho la kweli. Na ikiwa unafurahia injili pekee, macho ambayo unaona siku zijazo yatabadilika. Vijana wengi wana wasiwasi juu ya siku zijazo. Hata watu wazima wana wasiwasi juu ya siku zijazo. Ingawa wanasema wanaenda kanisani na bado wanamwamini Mungu, bado wana wasiwasi juu ya siku zijazo. Na maisha yetu ya baadaye yanaishi kama shahidi wa Kristo. Na Yesu Kristo ambaye ana mamlaka ya mbingu na dunia aliahidi kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa dunia. Na wale ambao wameamua kwa Kristo tu, macho yao kuona kila kitu kitakuwa tofauti. Makanisa yanaweza kuonekana kama ni ikulu, hata hivyo Bwana wa kanisa ni Kristo, na Kristo anaangalia na kudhibiti kila kitu katika kanisa. Na kwa sababu Kristo huyu yuko pamoja nasi, sasa tunaweza kufanya kila kitu. Ndiyo sababu lengo letu sio pesa, na kwa sababu Kristo yuko pamoja nasi na yuko pamoja nami, tunachohitaji ni kuwa pamoja naye. Ikiwa Kristo atakuwa Bwana wetu, na ikiwa tutashikilia injili tu, basi Mungu atakufunulia uchumi uliofichwa wa nuru. Basi tunawezaje kufurahia injili hii kihalisi? Nambari la kwanza, furahia vitu vyote kwa maombi, na mwanzo wetu ni Roho Mtakatifu akiwa nasi kwa kumkubali Yesu Kristo. Na ikiwa Kristo ni uzima ndani yako, basi una baraka za kiti cha enzi, na ndani ya mambo haya tatu ambayo unazingatia, asubuhi uwe na wakati wa kujirejesha kwa nguvu ya kiti cha enzi. Na wakati wako wa mchana, unapoenda mahali na uokoe kila mtu unapoenda, na yeyote utakayekutana naye. Na unathibitisha baraka za kiti cha enzi kilicho njia shambani. Na hamuokoi watu kwa maneno yenu mwenyewe, lakini unawafariji watu kwa fumbo la Kristo ambaye ameniokoa. Na usiku unasuluhisha kila kitu kwa neno la Mungu. Unaweza kuwa na matatizo mengi, na Kristo tayari amemaliza matatizo yote, na unamthibitisha Kristo huyu kupitia neno la Mungu. Hapo ndipo amani ya kweli inapokujia. Na jambo la kwanza ni kufurahia sala kwa kufurahia maisha kama yule aliyepokea wokovu. Kwamba Kristo amefanya ofisi tatu za Kristo. Sababu ya mwana wa mwanadamu kuonekana ilikuwa kuharibu kazi ya mashetani, na sheria ya uzima iliyo ndani ya Kristo imekuweka huru kutoka kwa sheria ya dhambi, laana na hata kifo. Alisema kuwa mimi ndimi njia, kweli na uzima, na hakuna mtu anayekuja kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. Na ikiwa unaweza kuamini katika hili, basi una maisha, na hayo ni hadhi yako na mamlaka. Na wakati unapoamini kwamba Kristo ndiye Bwana wako, bila kuonekana kwa macho yetu,
Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Lakini ikiwa Kristo sio maisha yako, basi shetani atakuwa bwana wako. Hata hivyo, ikiwa Kristo ndiye Bwana wetu, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, na tunachohitaji ni kupokea mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na hiyo ndiyo sababu tunaabudu mpaka hata sasa hivi, ili Kristo atuongoze kupitia neno lake. Kwa hivyo, mawazo yetu na uzoefu wetu hauhitajiki hata kidogo. Na ikiwa Roho Mtakatifu anadhibiti mawazo na moyo wangu, hapo ndipo Roho Mtakatifu anapoanza kufanya kazi. Na hapo ndipo utakapokuwa na mkutano wa kiroho na kuona na kupata mpango kamili wa Mungu. Na leo unapojaribu kusoma neno la Mungu, hapo ndipo utagundua kile tunachojaribu kukuambia. Ikiwa hiyo ni kweli, malaika wasioonekana kwa macho yetu hufanya kazi juu yetu, na nguvu zote za giza ambazo zinajaribu kunidanganya huvunjika. Na baraka za kiti cha enzi zinatukujia. Familia yangu na uwanja wangu, na siri hii ya Kristo inasambazwa kila mahali ninapoenda na kila mtu ninayekutana naye. Lakini wasioamini na watoto wa shetani hawaelewi maana yake. Hata hivyo, wale ambao wameteuliwa kupokea wokovu wanaweza kuelewa. Watu ambao hawajapokea wokovu lakini wanafuata lengo lao wenyewe, na wanajaribu kufuata lengo lao wenyewe, lakini mwishowe wote wanashindwa. Ikiwa unaomba kweli kwa kufurahia Injili tu, basi nguvu za giza, dhambi na laana na asili ya dhambi na kuzimu zitaweza kuvunjika. Ikiwa una maisha ya Kristo, basi nguvu za giza zitavunjika. Lakini usipofanya hivyo, haitavunjika kamwe. Lakini hata hivyo, ikiwa Kristo ni hai na anijibu kwako, hakika utaongozwa na Roho Mtakatifu, na ushikilie neno ambalo litaweza kutimizwa. Na uombe kutimiza mpango kamili wa Mungu, na uzingatie uinjilisti ambayo itakaookoa uwanja wako. Wakati huo, ndani ya ratiba ya wakati wa Mungu, ataanza kufanya kazi. Na bila kujali hii, ikiwa utajaribu kwa kiwango chako mwenyewe, juhudi na hata nguvu zako mwenyewe, basi siku moja utakabiliwa na kikomo chako mwenyewe. Katika Mwanzo 13, Ibrahimu aliishi kupitia nia yake mbaya na nguvu zake mwenyewe, na kuanza kuongozwa na Roho Mtakatifu, ambayo ina maana kwamba alifurahia siri ya Mungu wa Utatu kuwa pamoja naye. Na katika Zaburi 23 mstari wa 1, alipokuwa akimkimbia mfalme Sauli, aliweza kukiri kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sipaswi kuwa na wasiwasi. Na ugumu na shida zote ninazozikabiliana nazo, Mungu tayari anazijua. Ilikuwa wakati wake mzuri wa kufurahia Mungu kuwa pamoja naye. Na ikiwa una shida, usijaribu kulitatua kwa kuzungumza na watu, lakini weka tu wakati wako peke yako na uanze kuzingatia Mungu. Ikiwa unazingatia Injili,
basi alama zote mbaya, mzizi na asili tulio nayo itaanza kuponywa. Na unaweza kuokoa marafiki zako, familia yako, mahali pako, pa kazi, na unaweza kufurahia hii kupitia maombi tu. Na hili ndilo jambo ambalo watu wa kidini au wasioamini hawawezi kujua. Na nambari 2, naomba uwe na ungamo la kweli, la shukrani ya kweli. Suluhisho la maisha yako ni nini? Suluhisho la maisha lako ni Injili tu. Ni Kristo pekee anayeweza kutatua matatizo yetu, na ndiye maana hakuna kitu cha kujivunia. Hata sasa hivi hatupaswi kujivunia, kwa kuwa Kristo pekee ndiye anayeweza kutatua matatizo yetu. Na katika Waefeso 2:8 tu, kwa neema yake tunaweza kuokolewa. Kwa kweli, kwamba unaweza kumwamini Yesu Kristo ni kwa neema ya Mungu tu. Na Mungu anataka uokolewe na urejeshe hadhi yako kwanza, ili kuokoa uwanja wako. Ofisi zote na nyadhifa ulizo nazo kanisani na katika maeneo yako ya kazi ni za kumtukuza Mungu. Ndio maana kazi zote na ibada unayofanya, naomba uifanye kwa neema ya Mungu na uwaokoe watu wanao kuzunguka kwa upendo wa Kristo. Kwamba alikufa msalabani na kumaliza shida za shetani, dhambi na laana na asili ya kuzimu. Tukiangalia nambari letu la 3, geuza macho yako kwenye sehemu 4. Kwa sababu juu ya mashamba 4, maslahi yote ya Mungu yapo. Na kwanza yule atakayepokea wokovu atatayarishwa. Tukiangalia Matendo 13:48, yule ambaye ameteuliwa kuokolewa, ndiyo maana tunachohitaji kufanya ni kutangaza Injili sahihi kwa kila mtu tunayekutana naye. Na miongoni mwao kuna watu ambao watapokea wokovu. Wengi watakataa Injili, lakini usijali juu yake. Bila Roho Mtakatifu, hakuna mtu anayeweza kukiri kwamba Yesu ni Kristo. Kwa hivyo, kile tunachojaribu kufanya hakielezwi Injili vizuri sana, lakini unakiri tu juu ya Kristo. Mungu wa Utatu ambaye ameniokoa, na ndiyo sababu unaposhiriki Injili unafanya kama unavyoomba, ili nguvu za giza ziweze kuvunjika. Na Mungu ufalme uje ili Injili iweze kupelekwa kwao. Na miongoni mwao kuna wafanyikazi waliojitolea ambao wako tayari kusikia neno la Mungu, na kuna watu ambao wanataka kusikia neno la Kristo. Na miongoni mwao kuna watu ambao Kristo amewatayarisha. Na mwanafunzi huyu ndiye anayejua tatizo la kiroho ni nini. Na wao ndio wanaojua maana ya tatizo la kiroho, ambalo tatizo hili limeanza kwa kudanganywa na shetani na kujitolea dhambi ya kutotii neno la Mungu na kujitenga na Mungu. Na wao ndio watu ambao wanaojua sababu kwa nini Kristo ndiye njia pekee na kwa nini Kristo ndiye uzima pekee kwao. Na miongoni mwa wanafunzi kuna watu ambao wameteuliwa kuamua kutuma
maisha yao yote kupeleka injili hii katika uwanja wao wenyewe. Na watu hawa walikuwa mabaki. Katika Warumi 16, kuna watu ambao walitoa vitu vyao vyote kuendeleza harakati hii ya injili. Na kwa watu hao hawakuwa na kisingizio chao cha kibinafsi, kwa sababu walikuwa na sababu zingine. Waliweza kukiri kwamba Kristo amekuwa Bwana wao wenyewe, kwa sababu mawazo yangu yana wazo ambalo limekamatwa na Shetani. Na wakati tunapomwamini Kristo, Mungu wa Utatu, Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Ndiyo sababu hali yetu ya kiroho inaweza kubadilika. Kwa hivyo, kwa maisha yetu yote ni kuokoa roho zingine. Hebu tuangalie hitimisho. Tunawezaje kufurahia injili hii kihalisi na mahususi? Kwanza unapaswa kutupilia mbali mawazo yako mbaya. Kwa sababu mimi hufuata kila wakati kile kinacho ninufaisha. Na ndiyo sababu mawazo yangu na mimi mwenyewe lazima nife msalabani. Na katika Luka 9:23, kwamba yeyote anayetaka kunifuata lazima wabebe msalaba yao wenyewe, na yeyote atakayejikana ataweza kuondoka. Lakini yeyote ambaye hakujikana mwenyewe atakufa na kumfuata Kristo. Na pili, hatufuati neno la watu, lakini tunafuata mkondo wa agano. Kwa sababu uinjilisti na utume ni mambo ambayo hatuwezi kufanya. Lakini Mungu wa Utatu aliye pamoja nami, ambayo ni uzima, siri haionekani. Ndiyo sababu watu bandia hawawezi kutambua hili. Na ndiyo maana tunachohitaji ni kuongozwa na Roho Mtakatifu, ili upate mahali, mtu na ratiba ya wakati ambaye Mungu ameandaa kwa ajili ya uinjilisti. Na tunaendelea kuomba kuhusu hili hadi tupate kazi, watu na mahali ambapo Mungu ameweza kuwatayarisha. Na tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu 100%. Kwa sababu Mungu ametayarisha uwanja, tunachohitaji ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na ikiwa tutapata kazi, watu na mahali ambapo Mungu ametayarisha, basi Mungu ataanza kufanya kazi. Na ugonjwa wa wanefili utaweza kupona. Na utashinda katika vita vyako vya kiroho, na nguvu za giza zinazoteka uwanja wako zitaweza kuvunjika. Na vijana wengi barani Afrika wanashangaa, na hali ndilo tatizo ambalo wanasiasa, wafanyabiashara au watu wa kidini hawawezi kutatua. Hata hivyo, ukiwapata watu ambao Mungu amewatayarisha na kuanza harakati za uinjilisti, watapata uponyaji. Miongoni mwao kutakuwa na watu ambao watapokea wokovu, na unaweza pia kupata mfanyikazi aliyejitolea na mwanafunzi ambaye ataendelea na harakati za injili. Na hiyo ni nyumba ya misheni na kanisa la mkoa
kwa harakati ya uinjilisti tu. Na jambo la mwisho ni kwamba unahitaji kujua na kutambua uongo 12 wa Shetani na kujaribu kutodanganywa au kutodanganyika nazo. Na uongo bora wa Shetani ni kuwafanya watu waishi maisha yao wenyewe. Mungu aliumba mwanadamu kuishi naye, lakini watu hawawezi kumwamini Mungu na wanahisi kuchoka na neno la Mungu. Na hilo ndilo tatizo kubwa zaidi la kiroho la mwanadamu. Na wao ni yatima wa kiroho na ni vizuzi vya kiroho, na ndio maana Shetani anaweza kutudanganya na ataweza kuendelea kutudanganya bila kikomo. Kwa matamanio yangu na binafsi wangu, kwetu sisi tunachofanya sio kwa chaguo letu, lakini tunaokoa nafsi moja na siri ya Kristo tu. Na huduma zote tunazofanya ni kwa neema ya Mungu. Na hatuna haja ya kuwa na wasiwasi juu ya maisha yetu ya baadaye, pesa na afya. Katika Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20, Yesu aliweza kuwaahidi wanafunzi wake kwamba nimepewa mamlaka yote ya mbingu na nchi. Kwa hiyo, endeni kwa mataifa yote mkafanye wanafunzi, nami nitakuwa pamoja nanyi hata mwisho wa dunia. Nami mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakapokujia juu yenu, nanyi mtakuwa shahidi wangu hata mwisho wa dunia. Ambayo ina maana kwamba Mungu atachukua majukumu yote kwa wanafunzi wake. Na tumesikia injili hii sana, na kuna mambo ambayo tunapenda zaidi ya injili. Kwa sababu kuna mambo mengi yaliyochapishwa yenye mzizi na asili ambayo sio injili. Ni kwa sababu kwamba Shetani aliweza kutukamata kabla hatujapokea wokovu. Na kupitia mawazo na mioyo yetu, Shetani anajenga batizani yake. Ingawa tunakiri kwamba Kristo ni maisha yetu, lakini bado kuna wakati mwingi tunadanganywa, na ndiyo sababu tunachohitaji ni kukiri kila siku na kila saa, ambayo haiwezekani kabisa. Kwa kuwa sisi ni watu ambao hatuwezekani kabisa. Na nitazingatia na kuzingatia njia ambayo inawezekana kabisa, ambaye ni Kristo tu. Kwa sababu Kristo amemaliza shida zote msalabani. Na tunaamini katika agano hili la mlima Kalvari. Na Kristo huyu ameahidi juu ya kazi za ufalme wa Mungu kwenye mlima wa Mizeituni. Kwa sababu shamba limetekwa na ufalme wa Shetani. Ndiyo maana mada yetu ya maombi inapaswa kuwa moja tu, ili ufalme wa Mungu uweze kuja. Na ikiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, basi unaweza kuwa shahidi. Na kwa kushikilia ukweli huu, tunaomba hata leo hadi neno liweze kutimia ndani yangu na shambani mwetu. Na milango ya uinjilisti hakika itafunguliwa, na hakika utakutana na mwanafunzi na harakati ya uinjilisti itaweza kutokea. Na huyo ndiye mtu ambaye anafurahia injili kweli. Wacha tuweze kuomba.
Mungu tunakushukuru. Asante kwa kutuokoa sisi ambaye hatuwezekani kabisa. Naomba tuweze kuingia katika baraka hii ya uinjilisti ili tuweze kufuata na kuwa ndani ya mikondo wa utimilifu wa neno la Mungu.